Good morning, good morning. Naamini wote mko poa, mko fresh kabisa. Okay, it's Divine Forex hapa. Leo ni siku ya Alhamisi, ni siku ya Alhamis tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026, na siku ya leo nina market breakdown kwa community members na kwa watu members ambao wapo kwenye Signal group, na the way jinsi ambavyo naona market ita behave kwa siku ya leo. Na last week nilisema kwamba tunaweza tukapata hii movement ya Euro USD kwamba ikaendelea kuwa bearish, kwa sababu kwenye daily time frame we are still tuko bearish na still bado market haija violate hii structure hapa juu. Kwa hiyo hii movement yote ambayo inaonekana hapa, hii movement yote ambayo inaonekana kutokea hapa chini hii hapa yote, na naona ni kwamba ni correction, unless otherwise market break above hapa then ianze kwenda juu. Kwa hiyo kwenye weekly market breakdown nilisema kitu hicho kwamba tunategemea kwamba Euro USD anaweza akaenda juu, lakini kwa kilichokuwa kinaonekana kwenye weekly market breakdown sicho hicho ambacho kimeonekana kwenye intraday trades, kwa sababu ukija kwenye upande wa intraday trades utakuja kugundua kitu kimoja. Ukiangalia hapa, always kwenye kutrade hizi movements za trends, leo nawapatia moja ya tip ambayo ni ya kuweka akilini. Market kwa mfano ikiwa natengeneza lower low, ikiwa natengeneza hivi structure za lower high, then ikaja katengeneza lower low, always waga tunategemea kwamba market either ije itesti hii structure huku juu au itengeneze new structure alafu ndio hii sell, tengeneze new structure alafu ndio hii sell. Kwa kuna mawili, ije huku juu au ije itengeneze new structure alafu ndio hii sell. Sasa it happens sometimes, inaweza ikatengeneza structure hivi alafu ikafall, au ikarudi kwa mtindo wa nini wa ikatengeneza hivi ikashuka alafu ikaja ikabreak. Sasa market ikishatengeneza kitu kama hichi, mara nyingi ili uweze kupata a very clear sell with a strong with high probability ya kuwin, ni bora usubirie kwamba i break this certain structure. Unaona, ikibreak hii structure then hapo unaweza ukapata a clear sell, ila kama haijavunja hiyo structure, basi kuna uwezekano market ikaendelea ikafika mpaka huku juu, ndipo ikafanyaje ikaporomoka moja kwa moja pasipo kusubiria ivunje either ya structure mojawapo kati ya hizi mbili. Kwa hiyo hicho kitu huaga kinatokea sana, na hiki kitu kimetokea kwenye hii pair ya Euro USD. Ukiangalia hapa market by the time inakuja kutesti hii structure, umeona inakuja kutesti hii structure, ilitengeneza kitu kama hiki, correction ya design hiyo ambayo nimekuja kuielezea hapo, kwamba market inafanya correction huko, inatengeneza internal structures za higher highs and higher lows. So hapa ilipofika, tunaweza market inaweza ikasell au ika break kwenda juu. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho kinaweza kikatokea. Lakini tukija kwenye upande wa intraday, naona market tayari ile correction ambayo inaonekana kwenye daily, kwenye 4 hour ni trend ambayo tupo kwenye up trend. Market inatengeneza higher low then higher high, na expecting market inaweza katengeneza higher low then ikaproceed kwenda juu. Unaona, kwa hiyo kwa intraday wise tunaweza tukasema hapa tunaweza ukapata a counter trend before kuproceed kwenda juu. Lakini kwa siku ya jana tulikuwa na fundamental, na hiyo fundamental ilikuwa ni PPI, tunasema ni hiyo tunaita ni producer price index, na siku ya Jumanne nafikiri tulikuwa na CPI, consumer price index. Ni fundamental ambazo ni very powerful, ambazo mara nyingi zinakuwa na impact kubwa sana kwenye USD. So siku ya jana kwa asubuhi
tulikuwa na trade ya Euro USD ambayo nafikiri ilikuwa ni hii ilikuwa ni trade ya juzi kwenye CPI, na jana tulikuwa na trade hii hapa ya PPI ambayo actually hii ni setup, ni entry ambayo tulichukua asubuhi mapema kabisa kwenye around saa 2 saa 3 ndio entry ambayo tulichukua, lakini ilitutoa kwa stop loss kabla haijaenda kwenye upande wetu wa nini wa profit, na stop loss ilikuwa ni 25 pips. Kwa hiyo tuka accept hizo pips za Euro USD ambazo zilikuwa ni 25 pips, ambayo target ilikuwa ni 50 pips, tukazi accept kabisa. Lakini baadaye kwenye PPI nikatoa update kwamba leo tuta trade PPI, ambapo nikashare setup pamoja na signal dakika 3 kama sikosei au 2 kabla ya ile news kwenye upande wa nini wa gold. Ukiangalia hapa gold jana trade hii hapa, na entry ilikuwa kwenye 5 minutes. Nilishare vile kwenye public channel ambayo ni hii hapa. Unaona stop loss ilikuwa ni almost kama 48 to 50 pips, then target ilikuwa ni kama ni 250 pips, ambao nilishare kwenye group. Unaweza ukaona hapa, ngoja nijaribu kushare screen yangu ya WhatsApp ili uweze kuona screen yangu ya WhatsApp kwenye naniliu kwenye public channel hii hapa ilikuwa ni PPI. Unaona niliwapa updates hapa, kwamba hii hapa ilikuwa ni around saa ngapi, kwanza saa 9 na dakika 5. Unaona niliwaambia asubuhi nilitumia message ya good morning, then 9 nikaambia jana tulikuwa na CPI, leo tuna PPI. CPI ambayo ni consumer price index, PPI ni producer price index. Kama kawaida muda ni saa 9:30 news itatoka. Hakikisha una fund account yako mapema. Kama huna trading account, fungua sasa hivi, kisha deposit muda wa news, usibaki nyuma. Then nikashare hii hapa, ilikuwa ni chat. Then saa 9:30 nikawatumia signal kwamba I am bullish on gold, na hizi hapa ndio entry ambazo nilikuwa tayari nimeshaingia, na stop loss ilikuwa around ya hapo. Then baadaye sasa kama kawaida katika pop up juu kama pips 150 kwenye saa 9 dakika 35, kwenye around saa 9 dakika 37 tukawa tayari kwenye pips almost kama 200. So hii hapa ndio signal yenyewe ya PPI ambayo nilishare jana. Unaona, kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tumekuwa tukivifanya kila siku. Kwa hiyo Euro USD tulipata stop loss, lakini gold akaja akarecover pips za kutosha sana. So hiyo ndio ilikuwa siku ya jana. Siku ya jana tulikuwa na signal moja tu, signal 2, Euro USD pamoja na gold. Unaona tulikuwa na signal 2. Signal za gold mara nyingi huwa napendaga kuzishare public, ila hizi signal za currency mara nyingi napendaga kushare kwa watu wa signal members. So sasa leo hii ni signal ambayo pia naishare hapo sasa hivi kwa mtazamo wa Euro USD. Euro USD ukiangalia kwenye 4 hour tayari market imeonyesha kuna uwezekano anaweza akafanya nini retracement, na tukija kwenye 1 hour pia tayari unaona market hana momentum ya kwenda juu. Alijitahidi kutengeneza higher low, amefail ku create new high. Eneo hili hapa market imeshindwa kabisa kutengeneza new high. Unaona, kwa kama imeshindwa kutengeneza new high, kwa maana kwamba unaweza kutegemea retracement mpaka around maeneo haya hapa ndipo iende, au retracement mpaka huku chini ndipo iendelee kwenda juu. Kwa hiyo hizi ni movement ambazo zinaweza zikatokea. Kuna possibility ya hicho kitu kufanyaje kutokea au kisifanyaje au kisitokee. Kwa hiyo sasa hivi nafikiria kufanya a counter trend kutokea hapa ilipo market, kwa sababu tayari imeshaonyesha viashiria vyote ambavyo mimi navihitaji ili market iweze kudrop. Kwa hiyo unaweza nikachukua entry ya kusell hapa, na hii entry na share kwenye group la signal. Kusell hapa nachukua entry ya kusell Euro USD. Unaona tuna sell Euro USD, then stop loss I think itakuwa almost kama 15 pips, ni enough kabisa. 15 pips. Entry itakuwa ni entry price ni 70. Yes, 70. Stop loss 15 pips,
then target ni 30 pips as usual. Unaona target ni 30 pips. Maeneo haya hapa inatosha kabisa kwa intraday trade kwa upande wa Euro USD. Kwa hiyo hii tuna risk tena leo Euro USD kupata hii counter, then ikifika around maeneo hapa kama ata provide confirmation ya kubuy basi tuta buy, ila kwa sasa niko upande wa bearish. Ngoja nichukue hii screenshot. Ni share kwenye group la Signal, niwaambie watu wa sell Euro USD. As usual, waga sipendi kucomplicate vitu au sipendi kucomplicate mambo. Unaona, waga sipendi kucomplicate vitu au kucomplicate mambo. Hii ni Euro USD. Unaona, Euro USD sell now. Unaona hapo stop loss ni 15 pips. Hii hapa ni stop loss, and then our target TP ambao ni 30 pips 1:2. Hii hapa tunaikopi hapo kama ilivyo. Hii hapa ndio inakuwa target yetu, alafu hapa tunasema ni 15 pips risked. Tumerisk 15 pips, unaona, ili kupata 30 pips, alafu tuna manage your risk. Maana watu usipowakumbusha ku manage risk mzee, wanawaga wanajilipua. Watu waga wanajilipua kweli. Manage your risk. Hiyo hapo tumesema. So mpaka hapo kisha ingia tunakuwa the trade inakuwa ipo out of our control. Kwa hiyo hapo ni kuliacha soko lifanye linachofanya. Unaona, ni kuliacha soko lifanye linachofanya. Ngoja niweke stop loss na mimi huko kwenye simu yangu bwana. Stop loss ni muhimu. 148.20, then target ni 143.70. 148.20, 143.70, sijui tajua yenyewe. Ni hapa 148.20, 143.70. Nimeweka 78. 143.70, 14.37, 14.37, 14.82, 14.37, 14.82, 14.37. Okay, hiyo hapo. Kwa hiyo sasa hivi the trade is out of our control. Kwa hiyo hapa tunaacha soko lifanye linachotaka kufanya. Naona sisi hatujali chochote. Kwa sababu tayari tumeshaingia. Tumeshachukua hii trade. Okay. Kwa hiyo hii ni kwa upande wa EURUSD. Tuje kuangalia kwa upande wa GBP JPY. Hii ni tangu setup ya juzi, ni trade ya juzi. Jana hatukufanikiwa kupata entry hapa. Lakini pia huyu naye naona pia ana potential ya kusell. Hapa ngoja tuone atatoa confirmation gani. Kwa hiyo kama ata provide a good confirmation, basi tunaweza tuka sell kurudi huku chini, kwa sababu tayari market yupo kwenye uptrend kama ilivyokuwa. Hii imeenda as well as forecasted kama tulivyo forecast kwenye weekly market outlook, ile ambayo video ambayo nimeishia Jumatatu. Imeenda kama tulivyo
tulivyotegemea. Na tukija kwa upande wa gold Jumatatu nilisema nategemea atakuwa bearish, na ukiangalia market alikuja kutest this internal structure hapa baada ya kubreak hapa, then tunaona gold anaendelea kushuka chini. Sijajua kwa siku ya leo atafungaje, ila tukija kwenye 4 hour tunaona still bado kuna potential ya gold kuendelea kusell, kwa sababu market alikuja akarespect hii hapa structure hapa, unaona hakuibreak. Unaona licha ya CPI kuwa very strong vile, lakini market ilifail kubreak hapa, ikarudi ikatest again jana kwenye PPI, unaona, then imeendelea kushuka. Kwa hiyo unaweza kumuona akiendelea kushuka zaidi. Tukija kuangalia kwenye H1 still bado market anaonekana anaweza kaendelea kushuka. Unaona hapa anaweza kaendelea kushuka. Hii tulikuwa na a very nice entry hapa ya kusell. Unaona a very nice entry hapa ya kusell. Tukija kwenye 30 minutes tulikuwa na entry ya kusell hapa ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Ilikuwa na good entry hapa ya kusell kwenye maeneo haya hapa. Unaona hiyo hapo, kama kuna pips 160 fulani hivi zilikuwepo hapa. Anyway, ngoja tuache tuone itakuaje. Kwa hiyo kwa upande wa gold still bado na mtazamia anaweza akaendelea kufanyaje kushuka, japokuwa pia kwenye 4 hour anaonekana anaweza akashuka. Kwenye daily pia anaonekana anaweza akafanyaje akashuka. Kama this daily candle ata close bearish, basi kesho tunaweza tukapata a very strong push to the downside. Unaweza kupata a very strong push to the downside. Huu ni kwa upande wa gold. Then BTC USD ukimwangalia kwenye daily time frame, unaona kama nilivyosema kwenye forecast ile ya Jumatatu ni kwamba namtazamia huyu anaweza akaendelea kubuy, kwa sababu tayari alikuwa yupo kwenye uptrend kwa na high low. Unaona, then market amekuja ametest tena this level hapa, unaona. Kwa hiyo tunategemea kumuona anaweza akaendelea kupush kwenda juu. Na tukija kwenye 4 hour pia ukimwangalia pia na yeye mwenyewe nili anticipate hicho kitu kutokea hapa, kimetokea kama tulivyokuwa tunategemea. Ngoja tuone price ata react vipi kwenye hili eneo, kwa sababu tangu jana amekuwa akicheza hapa. Unaona, tangu siku ya jana alikuwa around maeneo haya huyu BTC USD. Unaona BTC USD, ngoja ni adjust vizuri. Unaona tangu jana amekuwa akicheza maeneo haya. Kwa hiyo maybe anaweza akapush kwenda juu. Ngoja tusubiri kwenye round saa 5 hivi tuone itakuwaje. Maybe tunaweza tukapata entry pia ya kubuy. So huo ni muhtasari mfupi na breakdown ya market kwa siku ya leo Alhamisi ya tarehe 16 mwezi na kifua tarehe 16 mwezi wa 7. Okay, niwatakie siku njema na mbaki salama. Hakikisha una manage your riski na unalinda mtaji wako kwa wivu mkubwa sana.